Eternal Father, I offer you the body and the blood. Moyo wangu umetukusha Jehova Mungu kwa ajili ya wema wake na uhai ambaye amenipatia pamoja na wewe ambaye unasikia hii ujumbe. Bwana amenituma ili nihubiri ujumbe ambaye ameniweka kwa moyo wangu. Wacha tuombe kwanza ndipo tuanze maneno ambayo Bwana amenipatia. Bwana, Baba, Mfalme, Muumba, katika jina la Yesu Kristo, nimekushukuru, nimekusalute. Nimepiga asanti kwa yote ambayo umetenda. Nimepiga asanti kwa sababu ya maisha yangu na maisha ya watu wetu. Asanti Jehova kwa Kenya. Asanti kwa kila kitu. Sababu gani nasema tukushukuru kwa yale yote yanatendeka, kwa mabaya ama kwa mazuri. Kwa hivyo nimekushukuru katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba nikiamini. Amen. Ninataka nisome kupitia kwa kitabu cha Yohana Mtakatifu 4:7 inasema ya kwamba akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Nataka niongee kukutana na Yesu. Kuhusu kukutana na Yesu. Agano inasema ya kwamba kuna siku Yesu alikuwa akitembea. Hata ingawa alikuwa anatembea, alikuwa na kiu ya maji, ya kukunywa maji. Ndipo akastuka amefikia mahali pa kuchota maji. Alipofika hapo, vile alikuwa na kiu na alikuwa na wanafunzi wake, hivyo ndio vile agano inasema. Alipokuwa na wanafunzi wake, walienda kwa mjini kununua chakula. Inamaanisha kwamba Yesu alikuwa amebaki peke yake sababu alituma wanafunzi wake. Ndipo akaenda kwa mahali pa kuteka maji, akaomba maji. Ninataka nikueleze. Yesu akikutana na wewe lazima maisha yako ibadilike. Akikutana tu na wewe, usitukie tu umekutana na Yesu. Hata wakati kama huu ninahubiri jina la Yesu Kristo, na Yesu akutane na wewe, utastuka tu ya kwamba maisha yako imebadilika. Yesu ndiye yule anabadilishanga maisha ya watu. Sio kujua kwako, wala kuongea kwako, wala kusoma kwako, wala mali yako. Ndiyo, pesa inaweza kubadilisha maisha yako, uonekane mrembo, mzuri ama mdogo. Lakini kuna kitu Yesu akifanya maishani mwako, lazima maisha ibadilike. Hata kama ulikuwa na shida na Yesu akutane na maisha yako, itabadilika. Hiyo shida itaondoka na maisha itarudi mpya. Niko hapa, Yesu amenituma nikwambie. Anataka kutana na maisha yako ili maisha yako ibadilike. Alipoenda hekaluni, akapata watu wanafanya biashara katika nyumba ya babake. Agano inatueleza ya kwamba alienda akageuza mameza upside down. Alipogeuza, neno ikabadilika. Niko hapa nikwambie, Yesu akikugeuza, mkutane na yeye akugeuze, vitu vyote zitabadilika. Nami ninanena hapa, Yesu alibadilisha maisha yangu. Amebadilisha hata kukaa kwangu, hata kuongea kwangu. Yesu atabadilisha hata maisha yako. Ugonjwa anatoa, maskini yani vitu viovu anatoa, sababu umekutana na yeye, amebadilisha maisha yako. Niko hapa nikwambie, Yesu anakutafuta mkutane na yeye.
Kupitia hii neno ambayo ninahubiri utakutana na Yesu sasa. Na Yesu atabadilisha maisha yako. Hata kama ndoa ndiyo inakusumbua, kutana na Yesu, maisha yako itabadilika. Hata kama mtoto ndio unataka, kutana na Yesu, maisha itabadilika. Ikiwa unataka upewe cheo, kutana na Yesu, maisha itabadilika. Agano inasema alikuwa anatembea kwa mji wa Samaria. Lakini alikuwa anatembea peke yake kwa vile wanafunzi wake walikuwa wameenda kutafuta chakula mjini. Lakini alikuwa na kiu ya maji. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, mimi ni mwanamke Msamaria? Sasa nyingine ninaweza kuhubiri hivi na useme, huyu hata kama anahubiri, yeye sio kabila yetu. Huyu mwanamke alisema yeye ni Msamaria, Yesu ni Myahudi. Inawezekanaje? Niko hapa nikwambie, hakuna utofauti katikati ya Msamaria na Myahudi. Yesu ni Yesu. Yesu ni yule jana, leo, hata na milele. Habadiliki. Yesu ni Yesu. Sasa huyu mwanamke akasema, inawezekanaje wewe Myahudi na mimi ni Msamaria nikupatie maji? Hiyo ndio inatendeka siku hizi kwa makanisa ya siku hizi. Mimi ni Mkikuyu, mimi ni Mkalenji, mimi ni Mumeru, mimi ni Mjadhe. Yaani mimi ni Muluya, sijui nini, mimi ni Mkisi. So kanisa siku hizi imebaki tu kwa ukabila. Na hapa ilianza na hapa mwanamke akaeleza Yesu ya kwamba yeye ni Msamaria, aweza kapeana Yesu maji vile Yesu ni Myahudi. Hiyo ndio kanisa ya siku hizi, ya upingamizi, ya ukabila, ya kabila moja. Hiyo kanisa ni ya Wajaluo. Hiyo ni Wakurino, Wakikuyu. Hiyo ni Waluya. Hakuna kitu kama hiyo. Yesu ni Yesu. Ingekuwa hivyo, alikuwa amejua kwa ukweli ya kwamba huyo mwanamke ni Msamaria na yeye ni Myahudi. Alikuwa amejua. Lakini alikuwa anataka unganishe watu wawe pamoja. Wakristo wawe Wakristo. Wasiwe na boundary. Wawe ni Wakristo. Boundary inafanya siku hizi hakuna miujiza. Boundary inafanya siku hizi watu wakoki. Kwa sababu ya boundary. Akisikia huyu anaongea, anasikia matamushi wake ni kama Kalanji. Hiyo sio kanisa yetu, hiyo sio kabila yetu. Hawajaokoka. Hakuna wokovu wa kabila yako. Wokovu ni watu wote. Hivyo ndio vile agano nasema hata Yesu alikuja kwa ulimwengu kote. Hiyo ndio sababu agano nasema ya kwamba jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu sana akatuma mwana wake pekee. Hakupenda Mjaluo, hakupenda Mkisi. Hapana, hakupenda Munubi, hakupenda Giriama. Alipenda watu wote. Ndivyo ninakwambia sasa, nimekukaribisha kwa kanisa letu. Usipague. Useme hawa sio kabila yako haina uzima. Kabila yako ana roho. Kabila yako ana kifunguo ya mbinguni. Kabila yako hajasi watu na roho. Ni Yesu peke yake. Sisi ni Wameru. Hapana. Yesu Kristo ni yule jana na milele. Ameshidi, abadiliki. Ni yeye tu. Kwa hivyo nimekukaribisha kwa kanisa yetu ya kwamba Yesu ni Yesu. Huyu mwanamke akasema, inawezekanaje mimi ni Msamaria na wewe ni Myahudi nikupatie maji? Inawezekanaje? Wewe pia kwa hiyo kanisa yako umeongea mbaya sana. Ingawa wewe ni bishop, umechagua watu. Unasema, kuna vitu unasemanga gairi. Utaridhi usema wa milele. Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama
ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akwambiaye nipe maji ninywe, ungelimwomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kuchoteka na kisima ni kirefu. Niko hapa nikwambie, ungejua neno la Bwana, hiyo shida iko maishani mwako haingefika wakati huu. Ungejua ukweli wa neno la Bwana, hiyo pombe inakunyuliwa kwako ingekuwa imeisha. Hiyo usharati na wizi, hiyo tamaa ambayo inasumbua watoto wako, laana ya ukoo hiyo inakusumbua, ungekuwa ukweli wa Yesu ingekuwa imeisha. Yesu akamjibu, ungejua, wacha nirudie. Yesu akamjibu akamwambia, kama ungelijua karama ya Mungu. Wewe pia ninakwambia, ungelijua karama la Mungu ambaye amenifanya nikuje hapa nikuhubirie Injili ya kwamba Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na milele, habadiliki. Anakutaka, amekupenda, atakuondolea mabaya. Na Mungu alipenda ulimwengu akatuma Yesu. Yesu ana mpingamizi. Yesu ana ukabila. Yesu habagui, ana ubaguzi. Yesu amesimama imara. Kwa hivyo ungelijua hii neno ambayo ninahubiri si yangu, ni ya Mungu, ungekimbia ukuje kwa Mungu, utoroke kwa mabaya. Yesu akamjibu ya kwamba kama ungelijua karama la Mungu, naye ni nani anakuambiaye nipe maji ninywe. Hata wewe ungejua karama la Mungu ambayo amenituma hapa. Sijakuja hapa kwa ajili yangu, sijakuja hapa peke yangu, sijakuja hapa kwa neno langu, sijakuja hapa kwa siasa. Lakini nimekuja hapa nikwambia kwamba Yesu amenituma, amenijaza na neno lake, amenijaza na Roho Mtakatifu, amenituma nikuje nikuhubirie neno la kwamba ungelijua neno ambayo ninahubiri, ungelijua karama la Mungu, ungelijua Yesu anakutaka, ungelijua wewe uliumbwa na Mungu na Shetani anakusumbua, ungekimbia kwa Yesu. Naye ni nani akwambiaye nipe maji ninywe, ungelimwambia yeye, naye akupe maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kuteka na kisima ni kirefu, basi umeyapata wapi hayo? Unaona, kukosa kujua. Kukosa kujua, yani kukosa kujua. Mtu akikosa kujua, hawezi akajua hii neno ni neno la Mungu. Na hiyo ndio sababu siku hizi watu wamechanganyikiwa. Watu wamekuwa akili imeosa. Wanaenda kwa udanganyifu. Wanadanganywa na kifagio na maji na salad. Wanadanganywa na vitambaa. Wanadanganywa na vitu hivi. Sio neno la Yesu. Yesu, angano inasema, Yesu mkubwa wa jeshi alieleza Yesu, sema tu neno na mtumishi wangu anaenda kuponywa. Siku hizi watu wamekataa neno. Wanataka vitambaa, maji, kifagio, mafuta ya salad. Wanafikiria hapo ndio uzima na miujiza na iko. Miujiza iko kwa neno la Yesu Kristo. Njoo kwa hii neno ambayo ninahubiri. Yesu ndio yule tu, abadiliki. Yesu atatenda. Vile alifufua Lazaro, atakufufua. Vile alikomesha damu kwa yule mama, atakomesha kwa mesa yako. Vile alifungua macho ya Batimayo, atafungua. Na vile aliponya yule alikaa karibu na kizima mwaka 38, atakufanyia. Aliponywa, Yesu alimponya, Yesu atakufanyia. Njoo kwake Yesu.
ungelijua karama la Mungu, ungenjoo kwa Yesu, sababu shida imekufinya, shida imekuwa mingi. Hii inaingia na hii haijatoka, na hii inaingia na hii haijatoka. Yaani shida inajaa juu ya shida, tabu inajaa juu ya tabu, ugonjwa inajaa juu ya ugonjwa, maskini inajaa juu ya maskini. Ungelijua karama la Mungu, ungekuja kwa hii neno ambayo ninahubiri na ungebadilishwa. Yesu angekubeba, Yesu angekuponya, Yesu angemaliza hizo vitu, Yesu angekufanyia, angekufufua, ya kwamba Yesu ni anamaliza vitu vyote. Sasa huyu mama anaeleza Yesu ya kwamba ati wewe huna kiti ya kuchota maji na kisima ni kirefu. Sababu hajui, akili nusu, hajui akili ambayo imeoza. Hajui Yesu ndiyo vitu vyote. Na wewe pia nikihubiri hapa ujui Yesu ndiye kila kitu. Ujui? Na niko hapa nikwambie Yesu ndiyo kila kitu. Njoo kwake Yesu sasa. Uone kama vitu zako zitaendelea nywe. Vile Yesu ndiye kana karama. Gharama zote ni za Yesu. Kwa nini? Kwa sababu gani nasema Mungu aliweka vitu vyote chini ya mguu ya Yesu. Sasa ukitaka kila kitu Yesu ako naye, wachana na upingamizi, wachana na ukabila. Njoo kwa Yesu Kristo. Ungelimwambia naye akupatie maji. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe ukubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki? Kuna watu wananungunika. Hata wewe umenungunika mara nyingi, sababu waombaji wamekula vitu zako sana mpaka ukaona kuna majibu. So unanungunika. Wengi wananungunika. Huyu mama alinungunika, akasema ya kwamba kwani wewe ni mkubwa kuliko Yakobo ambaye tupatie hiki kisima? Sababu hakuwa amejua ni nani anamuongelesha. Wewe pia Mungu Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, malaika wa mbinguni wamenituma na ujumbe nikwambie. Utanungunika, utakubali kupokea hii ujumbe, sababu hujui ni nani anakuongelesha. Hujui ni nini ninahubiri. Hujui Yesu alisema nini. Njoo kwa Yesu Kristo, naye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia na wanyama wake. Anywae maji haya atoane kiu tena. Walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hatoani kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Niko hapa nikueleze. Yesu alijibu yule mama. Ungelijua karama la Mungu, ungejua nani anakuongelesha, ungemuitisha maji. Yesu ako hapa, umuitishe chochote ambaye unataka. Ni nini unataka sasa? Ni nini inakusumbua sasa? Ni nini imekatalia kwa maisha yako? Ni nini haiwezekani? Ungelijua nani anakuongelesha, ujumbe gani tunakuhubiria, ungelitisha maji. Ungelitisha maji. Maji ambayo ni ya uzima. Maji ambayo itakupatia vitu vizuri, ambayo itabadilisha maisha yako, itabadilisha ndoa yako, itabadilisha kazi yako, itabadilisha ukoo wako, itabadilisha shamba yako, itabadilisha nyumba yako, hata na boma yako. Itisha maji. Yesu akamweleza ya kwamba ungeitisha maji ambayo nikikupatia utakuwa na kiu tena milele na milele, lakini utakuwa na maji inabubujika. Kisima ya maji inabubujika maishani mwako. Je, unataka nini kwa Yesu Kristo akupatie maji ambayo inabubujika, ambayo haiishi milele na milele? Ni nini inakusumbua? Ni nini imekosekana? Ni nini unataka? Kupitia jina la Yesu Kristo, ni nini unataka?
Huyu mama hakujua ni nani anamuongelesha. Hakujua Yesu akona maji ya uzima. Hakujua maisha yake inaweza kubadilika. Wewe pia uwezi ukajua ya kwamba maisha yake inaweza kubadilika kupitia neno ambayo ninahubiri. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisiwe na kiu, wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda kamuite mumeo, uje naye hapa. Yule mwanamke akamjibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vyema, sina mume, kwa maana umekuwa na wanaume 5, naye ulio naye sasa sio mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi usema ya kwamba huku Yerusalemu ni mahali patupaso kuabudu. Yesu akamwambia, mama, unisidiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Bwana katika mlima huu, wala kuwa Yerusalemu, nanyi mwabudu msichokijue. Yesu alipomweleza alete bwana yake, akasema ana bwana. Yesu akamjibu, kwa kweli umesema ukweli, una bwana. Wewe una bwana, sababu uko naye ambaye uko naye sasa ni 5, si wako. Wewe pia kuna kitu inakuzuia, si yako. Ilitumwa na mapepo, si yako. Ilitumwa na waganga, si yako. Ilitumwa na majini, si yako. Ilitumwa na adui yako, si yako. Kuna kitu inakuzuia ambayo sio yako. Yesu amekuja leo akuondolea ambayo sio yako, akupatie yako. Ukikubali sasa, Yesu atakupatia yako, atoe hiyo sio yako. Tunaenda kuomba. Katika jina la Yesu Kristo tunaenda kuomba. Shikilia TV. Shikilia mahali popote inakuuma. Shikilia te chini. Chochote ambayo unataka, ingia sasa, sababu Yesu amekuja akuondolee ile sio yako ambayo umekuwekelewa. Mapepo wamekuwekelea, ndoto imekuwekelea, mabaya imekuwekelea, wagonjwa, waganga, majini, vitu viovu zote. Hizo sio zako. Yesu amekuja akuondolee, akuwekelee zako. Wacha tukaombe. Baba mfalme wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo ambayo nimehubiri hapa kwa studio, hiyo jina ni jina ambayo imeshinda majina zote. Hiyo jina ndio jina ambayo ilinifufua kutoka kwa wafu. Hiyo jina ndio jina ambayo ilinipatia watoto kama shetani amekata nisisae watoto nishike mimba. Hiyo jina ambayo ninasema saa hii ndio jina ambayo iko na nguvu. Agano inasema ya kwamba ni jina ambayo imeshinda majina zote. Katika jina ile na mamlaka, jina la Yesu Kristo, nimeamuru pepo zote, nimeamuru shida zote, magonjwa zote, maradhi zote, umaskini zote, kudidimishwa zote, nimeamuru kupitia jina la Yesu Kristo. Nimekwambia sasa una nguvu, una space, una uwezo. Hakuna mahali utaingia sasa, sababu nimenyunyisha damu la Yesu Kristo maisha ya huyo mama, huyo kijana, huyo mtoto. Katika jina la Yesu Kristo, hiyo boma, hiyo koo, katika jina la Yesu Kristo, maradhi zote, mabaya zote, mamioyo ya kukataliwa zote, katika jina la Yesu Kristo, ishindwe, 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 ishindwe. Nimebomoa sasa katika nguvu ya Yesu Kristo. Asante Baba, umetenda na nimepokea, na nimejua ya kwamba umepokea sala zangu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Nami ambayo nilikuwa nikikunenea ni Askofu Nereah Mbewa kutoka kwa kanisa cha Hope for Good in Christ. Tuko hapa Nairobi, Njogoo Road. Tuko na kanisa yetu Kandiege, tuko na kanisa yetu Mbewa na Mtongwe Mombasa. Hatuna kanisa Kisumu Mambo Leo. Ukidanganywa, watu wengi wameniambia ati wameambiwa tuko na kanisa Mambo Leo. Hatuna Mambo Leo, hatuna Kisumu, hatuna kanisa. Usidanganywe. Mapasta siku hizi wanatembea na majina za watu wakidanganya watu ya kwamba ni sio hiyo. Kanisa yetu hakuna hapo, lakini Mungu akikutumia tutaweka kanisa Kisumu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hizi masiku zinakuja tumejua tutakuwa na kanisa Kisumu, lakini wakati kama huu hatuna kanisa Kisumu Mambo Leo. Hatuna. Mungu akubariki. Chukua namba langu kama ungependa ukuje ushiriki nazi, ama ukuje
tukuombee, ama ukuje ulete shida, sababu Yesu anatatua shida kwa kanisa letu, njoo kwa Yesu Kristo. Chukua nambari yangu ili ukuje tushiriki pamoja. Tuko Njogoo Road. Ukitoka kwa njia ya Njogoo Road utashuka Church Army ama Makongeni Police Station, ingia na hiyo njia ya polisi, utupigie, tutakuchukua. Ukitoka town shuka Rikana ama Church Army ama Maziwa, tutakuchukua hapo. Ingia kwa polisi hapo, pitie hiyo njia mbele yao, utembea hadi mosque, upige simu, tutakuchukua. 0720 40 3913 0720 40 3913. Mungu akubariki, tuonane tena wakati wa Mungu. Shalom. Eternal Father, I offer you the body and